Sasa mwanamke tunamwambia una haki ya kumuuliza mwanaume kwa chochote, lakini mwanaume tabia yake huwa haelewi somo kwa kufokewa, kwa kukaripiwa. Mwingine sio anakukaripia, anakukunja mwanamke. Allah, nataka uniambie huyu nani, nataka uniambie. Wewe una nguvu za kupigana na mimi? Kwa sababu haelewi somo kwa njia hiyo, utakachoambulia mara nyingi ni makofi. Mara nyingi utazidi kuhalalishiwa mengi, nishafanya kwani nini? Kwani uko peke yako? Ndio, ni mtu wangu. Sasa mwanaume haelewi somo kwa kufokewa. Wanasema mwanamke anayepiga kelele daima kwa mumewe ni sawa na yule mdudu kama nyuki akawa analia sikioni mwako zzz. Yani unahisi ufanye tu hivi kwa sababu anakutia kero. Tena unamkuta mwanamke Allah anasubiri muda wa kulala, huyo anaitwa tharthar. Mchana akakuacha salama, ule muda wa kupumzika ndo anaanza kuchongoa mdomo. Hii tabia ni mbaya sana, na hii tabia inavunja mapenzi sana kwa mwanaume, na ndio maana wanaume wengi wanapenda kuchelewa kurudi nyumbani. Akili yake anajua anakuelekeza, lakini ndo anakutoa kabisa moyoni. Ili walielewe kina mama, tena walizingatie kwamba sisi wanaume hatuelewi somo kwa kutuhumiwa wala kutukanwa wala kupigiwa makelele na kukaripiwa. Kwa sababu mwanaume ukimfokea mara nyingi, huwa sisi wanaume kwa sababu hatuwezi kushindana nao kusema, huwa hatujibu. Hiyo ndo bahati mbaya. Mwanaume akifokewa na mkewe atasema, hajibu, ila anakuja kujibu kivitendo baadaye. Miongoni mwa vitendo, baba fulani, unasemaje, ada za shule za watoto zinahitajika, wameniambia leo. Ambia sina hela, mambo magumu sina. Si kwamba hana, anazo. Na ndo majibu. Hakuambii ulinifokea, ambia sina. Kuna sare ya kina mama inahitajika na mchango sijui wa wapi kule nyumbani itakiwa, ambia mambo magumu sina. Hakuambii ulinifokea. Na miongoni mwa majibu, kuchelewa kurudi nyumbani. Ni kweli sheria inasema mwanamke miongoni mwa mbegu za upendo ni kumpa muda. Na mimi nahitaji kurudi nyumbani mapema, nikupe muda, lakini utanipasua kichwa. Narudi saa 6 za usiku nikukute umelala. Hiyo ndo usalama. Na mwanamke hulalamika, si kwa nini anarudi anachelewa kila siku kazi, mimi naona ana mtu. Na hiki ni kipindi sahihi haraka sana kwa mwanaume asiyojitambua kutafuta mtu wa barabarani. Na hasa mwanaume hujiona hana raha, hana bahati, kwa sababu wanasema, wamefuatilia, wataalamu wanasema, wamegundua wateja wengi wa wale wanawake makahaba ni waume za watu. Sheikh, unamkuta kahaba anamtuliza mwanaume, anampa utulivu mpaka mwanaume anasema wallahi mimi nilikosea kuoa. Yapo hayapo? Usimwone mtu anamwaga mkewe na safari ya kikazi, alafu ni mheshimiwa huyo. Wapi? Tunaenda Dodoma mke wangu. Tofa ndani ndo raha. Raha muelewane. Kwa hiyo hili lazima mwanamke asome. Mume wangu, wanasema kitaalamu, hata mwanaume akakukaripia kwa kosa sio la haki yako, hujakosea, muda ule usimjibu, cool down kwanza, muache. Baadaye mkiwa ndani huko mwambie, baba fulani, unajua mume wangu umenionea. Kwa nini? Yale maji alimwaga mtoto wako, sikuwa mie. Lazima mwanaume atachange. Basi bwana, lakini mwanao si ndo wewe, uwe makini, ndo yashaisha. Tena mara nyingine, basi nisamee mke wangu, nisamee mke wangu.
Lakini pale pale moto umewaka na wewe unatia petroli, ufikiri nini kitakachotokea? Ila na wewe baba, wewe ni kichwa cha nyumba. Kuna sifa moja ifanye, utaendelea kuwa mfalme na kiongozi katika nyumba. Anapopanda mkeo na maneno mengi ya kifedhuli yakija, wanasema usimjibu. Kuna wanaume hawakubali, anachonga kama huyo mwanamke, utaniambia nini? Hata we mwenyewe, hata we. Wanasema ukifanya hivyo unagawana naye authority, majukumu yale ya utawala, mamlaka. Ndio Kiswahili kizuri. Hata mtoto wako, mfano imetokea mtoto anakupandia juu, we baba, we mzee, mimi nakwambia unanipokea tu bila sababu. Kuna watoto wengine kama wanabange vichwani, akaja juu unamuelekeza, sio hivyo mzee, we mwenyewe una hasira mzee. Basi we ukamtizama ukakaa kimya, akasema mpaka akamaliza. Yule mtoto anaogopa, baadaye anazunguka anakuja akamwambia mzee, samahani, umefanya nini? Pale nilikuwa kidogo. Anatambua kosa lake. Lakini muda ule ule na wewe unapanda, wewe utaniambia nini? Sio hivyo baba bwana. Hata kama utampiga, lakini inakuja kidogo kidogo mpaka mnaanza kutupiana maneno. Na mwanamke anapanda, anakuja anasema unamsikiliza, kisha mwenyewe mpaka anakutia maudhi, jeuri, nijibu nakwambia au unielewi? Wewe umenyamaza tu. Baadaye anajiuliza, kwani wewe kunipiga hawezi, kunijibu hawezi? Anakuwa na wasiwasi, sijui atanifanya nini huyu. Mwisho kabisa utasikia, basi mume wangu, naomba unisamehe, umefanya nini? Sasa pale unamkanya, siku nyingine usio unakuja juu. Ulikuwa ukizidisha vitimbi na mimi nakasirika, nitakuja kukuacha. Kwa hiyo kitu cha mwanzo, wanawake wasichukue majukumu ya familia. Mwanaume aheshimiwe, ni kichwa cha nyumba. Miongoni mwa heshima ya mume tena kwa mwanamke, mwanaume mambo asioyapenda, mwanaume huwa hapendi kufananishwa na mwingine. Hili ni sumu kwa mwanaume, wanawake walitambue. Mwanaume awe atakavyokuwa hapendi kufananishwa. Angalia mwenzio fulani, muangalie baba fulani, angalia maisha yake kajenga, na unamtia wivu ati. We mzembe tu, we huna tu. Una hata kazi, unalala nyumbani, angalia wenzio. Angalia wenzio. Ama mwanaume hata kama hajasoma hata darasa la 7. Kuna wanawake wana tabia hizo. Kila atapoenda, wallahi ilo kapeti si tutalisikia tu masikioni.